Naitwa Raiza Bwenya, ni mzee wa kanisa la Waadventista wa Sabato hapa Zinga, Bagamoyo. Siku ya leo tumebahatika kuweza kuwa na wageni ambao ni waratibu wa APM, huduma wezeshi ya Adventista. Wametutembelea leo, wameweza kutupa elimu maana ya hii huduma ilianza lini, wametueleza. Kwa hiyo tumepata maana ya hiyo kwamba wapo wenzetu ambao ni wahitaji, hawezi kuzungumza, wapo viziwi, wapo wasioona, wapo wajane, wapo wagane, wapo changamoto ya afya ya akili, na watu wengine nao hawa ni watu ambao wanahitaji pia kufikiwa, na wao wana nafasi katika kueneza neno la Mungu. Siku ya leo wamejitoa watu wengi ambao wanaenda kujifunza lugha hii ya alama kwa ajili ya kuhakikisha ujumbe huu unafikia wengine kupitia hawa ambao wamejitoa. Kwa hiyo rai yangu kwa makanisa mengine ambayo yako katika kanda hii ya Bagamoyo, kanda hii ya Tegeta na maeneo mengine, waweze kuwakaribisha watu hawa ambao ni waratibu, waweze kuleta elimu hii ili waumini waifahamu, waweze kufanya kazi ili Mungu atakapokuja akute hata wale ambao tunaofikiri hawawezi kufanya kazi, na wao pia waongoe wengine na waweze kwenda mbinguni. Kwa majina naitwa Cecilia Laurian Zakaria, ni mshiriki katika kanisa la Zinga SDA lililopo Bagamoyo, mkoa wa Pwani. Katika sabato ya leo tumeweza kupata elimu ya kuwezesha watu wenye uhitaji maalum katika kanisa letu. Nimefurahi na nimetambua kwamba wao pia wanaweza, endapo watawezeshwa, wakipata elimu wanaweza kufanya kazi ya Mungu. Wanatakiwa kulijua neno la Mungu, lakini pia tunapendelea huduma hii iweze kuendelea, watu waweze kupata elimu kwa ajili ya kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum. Anaweza kaongoa roho za watu wa aina yake endapo kama atapata uwezo na elimu ya kutosha. Kwa majina naitwa Mary Abayo. Leo imekuwa ni sabato ya pekee sana kwa sababu watu waratibu wa huduma wezeshi walitutembelea hapa kanisani, na kwa neema ya Mungu wametubariki sana na wamejenga uelewa mkubwa sana kwa washiriki ili kusudi waweze kuelewa thamani ya huduma hii katika kanisa letu la Adventista wa Sabato. Wito walioweza kutuachia leo ni kwamba makanisa yetu yanahitaji kuwa na miundombinu rafiki kwa ajili ya kuweza kuwafanya hawa watu wenye mahitaji maalum wanapofika makanisani nao waweze kupata huduma stahiki kama tunazopata sisi, ikiwemo namna ya kuingia kanisani. Hizi zikiwa kanisa ina ngazi tupu, inawafanya wasiweze kupata huduma, lakini hata sehemu zile za kupata huduma za kujistiri na zenyewe zinahitaji ziweze kuwa rafiki kwa ajili yao, kwa sababu ni wanadamu kama sisi, na zaidi sana kwa sababu mbingu nao inawahitaji. Tunapaswa kuwafikia kwa kuijua hii lugha, lakini kwa kuweka miundombinu rafiki. Bwana atubariki tunapojiandaa kuwatendea mema ndugu zetu. Mimi kwa jina naitwa James Kisoso, ni mshiriki wa kanisa la Zinga na ni shemasi wa kanisa la Zinga. Nimefurahishwa sana na huduma hii ya lugha za alama. Kwa kweli nimeona umuhimu wa hii lugha ya alama, tuitumie na tujifunze vizuri ili kuweza kueneza ujumbe wa Mungu. Na pia katika kwaya tunapoimba tunatakiwa tuwe na hao wahudumu wa lugha za alama ili kuleta ubora zaidi kwa ajili ya hao ambao hawasikii. Naomba niwaike kwenye hii huduma ya lugha ya alama tuweze kujitoa kujifunza kwa ajili ya uboreshaji zaidi wa kazi ya Mungu. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu wetu kwa ajili ya huduma leo ya APM ambayo imefundisha kwa jari na kuwahudumia wenye mahitaji maalum. Kusudi ni kuwafikishia injili ya umilele. Kwa kweli ni kundi maalum ambalo limesaulika ndani ya makanisa yetu. Leo tumebarikiwa kwa huduma na semina hii kwa habari ya kuwajali
na kuwahudumia kijamii pia na kiroho kwa kuwafikishia ujumbe unaookoa na kuwapatia nafasi ili nao wafurahi katika kumjua Bwana, na hivyo tuzidi kuwapenda, maana upendo ndo amri mpya ambayo Kristo alitupatia. Kusudi kubwa makanisa yetu yaandae mifumo itakaowasaidia hao wahitaji na ambao ni wa makundi maalum, ili nao wafurahi katika Bwana kwa kupata habari hii ya wokovu, kwa kuandaa mazingira bora ya makanisa yetu yatengeneze mandhari na mazingira yatakayowawezesha ili nao kufurahi katika Bwana siku zote, maana tumepewa habari ya mtume waenenda kuwafanya nao wawa wanafunzi wa Kristo. Semina hii imekuwa nzuri na kweli, ile watu walikuwa wengi waliohudhuria katika semina hii walikuwa ni watu wasiopungua 35, lakini pia waliojitokeza kwa ajili ya kusomea lugha ya alama ni watu 11, lakini wengine wengi hawakujitolea, lakini wanapenda na watakuwa pamoja katika madarasa. Hatimaye darasa limekubaliwa kufunguliwa hapa, wanafunzi watakuwa wengi na Mungu atubariki. Hakika kazi ya Mungu inasonga mbele. Naam, kama tulivyoanza semina hii ya huduma wezeshi katika mtaa wa Msata, kanisa la Msata, tukaenda katika mtaa wa Kelege, tukaenda katika mtaa mzuri kabisa wa Bagamoyo ambao ulikuwa ni kanisa la Bagamoyo, tutatoa semina pia. Vile siku hii ya leo tumebarikiwa kuja katika kanisa la Waadventista wa Sabato Zinga limo ndani ya mtaa wa Kiroma. Hakika tumepata semina ya pekee sana ambayo washiriki wamejifunza, washiriki wameelewa, wameona umuhimu wa hii wezeshi ya Kiadventista. Mpendwa rafiki yangu, jiandae. Kama bado kanisa lako halijapokea semina hii, kama bado kanisa lako halijapokea elimu hii, kama bado kanisa lako halijapokea namna gani ya kuwasaidia watu wenye mahitaji maalum ndani ya kanisa lako, jiandae sasa, tunawasili. Jiandae sasa, tunawasili. Jimbo la ECF tuko pamoja kiutume kwa hawa watu wenye mahitaji maalum. Mungu akubariki.